wakuwe wekunda na wakuwe weusi, wekuwe weusi wakuwe wekunda. Kuna watu wanapenda, unaona mtu hasa mama na baba na baba leo unakuta baba anashirika alikuwa mweusi mbele na sawa mweusi unakutana chakula baba mwanamke alikuwa mbaya, mwanamke ashakuwa mbaya, mwanaume mwanamke ashakuwa mbaya, mwanamke ashakuwa mbaya, wote hakuna mbaya, wote ni wazuri. Mwanamke anatongozewa, mwanamke anatongozewa, mwanaume anatongozewa. Kati ya wale wanatongoza mzazi mwana tunatongoza nani? Niulize kwanza swali, wanaume nao wanajipaka mafuta wakuwe wekunda ili wakatongoziwe ina maana yake nini? Shetani anatawala. Sababu shetani kwa sasa, kwanza mwanzo shetani alianzia kwa wanawake, kisha kutoka kwa wanawake akaamkia kwa nani? Kwa wanaume, na dunia ikatawaliwa na nini? Na shetani. Dunia ikatawaliwa na shetani. Maandiko matakatifu yanasema kwamba wale watamngoja Yesu hawatazali mambo ya mapambo. Biblia inasema ya kwamba katika kuja kwamba hata miili yetu ingechakaa, lakini tunafanya weupe leo, tunafanya wapya kila siku kiroho, ili Yesu Kristo aje atukomboe. Tunafanya wanani weupe kila saa, tunafanya wapya kiroho ili tuingie wapi? Mbinguni. Sasa Yesu anasema tuwe tayari, kwa sababu hatujuzi. Hapa tusoma Luka 12:5-6 nasema hivi: nanyi iweni kama watu wanaomngoja bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kupisha wamfungulie mlango. Hapa mnasema kwamba tuwe tayari, tumtunge, tuongoze bwana harusi anapokuja. Akikutana milango tayari imefungwa, akigonga tu moja kutana milango yote kwa namna gani? Itakuwa milango ya mabeti kama hiyo, itakuwa milango ya wapi? Milango ya kiroho, milango ya kiroho. Wale ambao watafungua milango ya kiroho ni watu ambao wako tayari, ni watu ambao wametubu dhambi zao, ni watu ambao wametengeneza kinachopanga. Hao ndio watafanya nini? Watafungua milango. Milango yote iko tayari kwa sababu wametayarisha, wamekuwa tayari mbele za Yesu Kristo. Tuna Bwana bariki sana. Tunahitajika sisi kama kanisa, kwa sababu katika matayarisho ya kumchunga Kristo Yesu aje atuchukue twende mbinguni kumlaki hewani. Inahitaji sote tuwe wapi? Tuwe wazi, milango yetu tuwe wazi. Atakapokuja tu mara moja anaingia mtukufu wa kama yeye. Kuna nafasi ya kusema kwamba mwasema atakuwa watu wawili, tutasoma mbele, watu wawili wa msaada. Ndio vile anasema, asema mmoja afanye nini, mwingine afanye nini. Sasa ule atabaki na mmoja kwa mmoja, hakuwa na pesa, alikuwa Tanzania, alikuwa tawaliwa na shetani, alikuwa tawaliwa na mambo ya dunia. Hii mambo ya dunia yasipeleke muda, kwa sababu hivi na katika sala na tayarisho tuko na chunga kesho kuje atujue kabisa. Hapa Kristo atakuja ghafla, muda hauwezi kupigiwa sasa. Nukta ya pili nasema kwamba Yesu Kristo atakuja ghafla, na kama atakuja ghafla hakuna mtu yeyote atakayefanya nini. Wamama, hakuna mtu atakayefanya nini, hakuna mtu atakayejua, hakuna atakayejua.
Inasema hivi katika Marko 13:32 na Mathayo 24:33. Inasema hivi. Hizo vesi zinasema neno moja. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala Mwana, ila Baba peke yake. Nauliza swali. Yesu anasema ya kwamba siku atakapokuja kuchukua kanisa hakuna mtu atakayejua. Ndio kile anasema. Anasema hata malaika mbinguni watasema nini? Hata Mwana atasema nini? Hatasema nini? Ila mnajua ni nani? Mnajua ni nani? Ni Mungu. Yaani kama anavyomtaja Baba. Sasa huyu Mungu ni nani? Huyu Mungu ambaye atajua ni nani? Ni nani? Soma Yohana 1:1. Inasema hivi Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa nani? Naye neno alikuwa kwa nani? Naye neno alikuwa nani? Tuko pamoja? Mwenye tajua na alijua ni yeye pekee, Yesu Kristo ndio anajua peke yake. Amena. Ni yeye, kwa sababu yeye ndiye Mungu, yeye ndiye Mwana, yeye ndiye Roho. Sasa haya majina matatu yamefunuliwa mjina moja la Yesu Kristo. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amefunuliwa mjina tukufu, jina lenye nguvu, linaitwa Yesu Kristo. Isaya akasema kwamba atazaliwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye atazaliwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Ni Yesu Kristo. Sasa nasema yeye ndiye atajua tu. Sasa niwaambie sasa, huyo ndiye anajua programu ya kuja kuchukua kanisa. Sasa na kanisa ndio maana sisi ya kanisa tuwe tayari. Kwa sababu siku atakapokuja hakuna mtu yeyote atakayejua. Hakuna mtu yeyote atakayejua. Anasema Yesu, kwa hiyo anasema hivi, mimi naenda mbinguni kuandalia mahali, lakini nitarudi tena kuchukua, ili tuishi pamoja naye. Yesu atakuja kuchukua kitu cha Yesu. Yohana 10:3. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Hapa ndio maana Biblia, kuna watu Biblia inaita kwamba ni wajinga. Kuna watu wanaitwa na Biblia kwamba ni wajinga. Wajinga ni watu ambao wasiojua neno la Mungu. Wajinga ambao wasiojua maandiko. Sasa nasema hivi, nitaenda kuandaa mahali, na nitakapokuja, watakapomaliza kuandaa yale mahali na sasa, nitakuja niwachukue niwapeleke kwa nani? Kwangu. Asema kwa nani? Kwangu. Mbona sema somo la Biblia? Anasema kwamba nitakuja kuwachukua niwapeleke kule kwangu. Na kule kwangu tutaishi pamoja na nani? Na yeye Yesu. Tutaishi pamoja na Yesu. Basi kwa Ufunuo anasema hivi. Kwa Ufunuo anasema hivi. Ufunuo sura ya 3:10 hadi 12 anasema hivi. Kwa kuwa umeishika neno na subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuishia ulimwengu wote, wajaribu wakaao juu ya nchi. Shabaha ya Yesu kuja kutuchukua
ni kutuepusha na nini?